Hii ni sehemu ya pili na ya mwisho ya kisa cha mgeni juu ya dari la nyumba anayoishi kijana Juma. Na kukumbusha tena, kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza neno subscribe na uwashe kengele ili usipitwe na simulizi zetu mpya kila siku. Naitwa Saul David Brill. Karibu. Tuliishia pale ambapo Juma amesikia vishindo, lakini siku ya leo vilikuwa vya tofauti kidogo, vilikuwa vishindo vya haraka haraka. Bila shaka mgeni alikuwa amenusa harufu ya chakula. Mara ghafla, Juma alisikia sahani ikigongwa. Kisha kukawa na sauti ya kutafuna. Dakika 5 zilipita. Ghafla, kishindo kikubwa kilitokea darini, kama gunia la viazi limeanguka. Kisha kukawa na sauti ya kukwarua sakafu ya dari kwa nguvu, kama mtu au kitu kinachopapatika kutafuta hewa. Mara sauti ya kuvuta pumzi kwa shida ikasikika, na kisha kukawa kimya. Kimya kikubwa cha kutisha kuliko hata kile cha awali. Juma alitabasamu gizani. Hatimaye nimekuweza, aliwaza, lakini bado alijaa wasiwasi. Vishindo vilivyosikika leo ni vikubwa zaidi. Alikuwa na uhakika huyu hawezi kuwa panya. Ni nini sasa? Hata yeye hakujua. Huu ukawa mwanzo wa jinamizi ambalo litamsumbua Juma maisha yake yote. Juma anaamini amemuua adui yake, lakini ukweli ni mchungu kuliko sumu aliyoitega. Siku mbili zilipita tangu usiku ule wa kishindo. Amani ilirejea, lakini amani hiyo ilidumu kwa muda mfupi sana. Siku ya 3, harufu ilianza. Mwanzoni ilikuwa harufu ndogo, lakini kufikia jioni, nyumba nzima ilikuwa inanuka mzoga, harufu kali, nzito inayokera. Lazima niuondoe huo mzoga kabla haujaoza kabisa, Juma alijisemea huku akifunga pua kwa kitambaa. Alichukua tochi yake kubwa, akabeba na mfuko wa nylon mweusi kwa ajili ya kuutupa huo mzoga wa panya au paka mkubwa. Moyo ulimwenda mbio bila sababu, mwili ukimpa ishara mbaya, lakini aliupuuza. Alipanda juu ya ngazi, akakisukuma kile kidirisha cha dari. Harufu ilimpiga usoni kama ngumi. Alikohoa, lakini akajikaza. Aliingiza kichwa chake kwenye giza la dari na kuwasha tochi. Mwanga wa tochi ukamulika gizani. Alipeleka mwanga huku na kule, akitafuta mzoga wake. Mwanga ukapita kwenye boriti za miti, kwenye nyaya za umeme, na mwishowe mwanga ukatua kwenye kona moja. Moyo wa Juma ulisimama kwa muda. Tochi ilimponyoka mkononi na kuanguka chini kwa kishindo, lakini bado iliendelea kumulika kile kitu. Hakuwa panya, hakuwa paka, wala hakuwa mnyama yoyote. Kwenye kona ile, kukiwa na sahani tupu pembeni yake, kulikuwa na mwili wa mwanadamu. Mwanaume aliyekonda sana, nywele zikiwa zimetimuka, akiwa amevaa nguo zilizochakaa ambazo Juma alihisi kama anazijua. Alikuwa amejikunyata, povu jeupe likiwa limemtoka mdomoni, macho yake yakiwa yamefunguka na kuangalia juu, yakiwa hayana uhai. Juma alihisi miguu yake ikiishiwa nguvu. Alitetemeka huku akisogelea ule mwili kwa hofu. Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti iliyokauka, ingawa alijua hawezi kujibiwa. Alipamulika vizuri usoni mwa ule mtu, Juma alipiga yowe ambalo lilisikika hadi barabarani. "Hapana, hapana Mungu wangu!" Mtu huyo hakuwa mwizi. Mtu huyo alikuwa ndugu yake, tena wa damu. Anaitwa Baraka. Miezi 4 ikiyopita, Baraka mdogo wake aliyekuwa na matatizo ya akili alipotea katika mazingira ya kutatanisha. Wazazi walikufa na presha, wakiamini mwanao alitekwa au alitoroka.
Kumbe, kutokana na matatizo yake ya akili, Baraka alishtuka siku aliyoona helikopta ikipita angani. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Akakimbia na kujificha dalini. Ile hofu haikumtoka. Akaamua kusalia huko kwa kipindi chote. Kwa miezi yote 4, Baraka alikuwa akiishi juu ya kichwa cha Juma, akishuka usiku wa manane kula makombo ili asife njaa. Hata polisi walipofika na kuutoa mwili wa Baraka, Juma alianguka chini akilia kwa uchungu. Hakumuua panya, alimuua mdogo yake, Malaika mlinzi wake, kwa sahani moja ya wali. Na huu ni mwisho wa mkasa huu wa mgeni wa ajabu juu ya dari. Kwa simulizi na mikasa kama hii, usiache kusubscribe, like na kucomment. Tukutane tena kwa wakati mwingine.